Otanange. Hatimaye tena ni katika single safi hii hapa. Picha moja matata sana. Ikiwa inatoka pale Dar es Salaam mtaa Likoma opposite kabisa na kanisa la KKT. Unasikia mzamini wewe? Anaitwa Bada. Mpaka nyimbo anayo huyu jamaa. Unafika pale Bada maeneo ya Singida mjini opposite kabisa na Manispaa kwa ajili ya kupata zile season bomba HD na zile movie kali na zile single movies za tafsiriwa na mwana mbamba kama hizi hapa. Mambo yanazidi kuwa safi na mukide kabisa. Hii ni picha safi sana, utakwenda kuijua jina lake hivi punde na kwenda kwanza. Lakini tuna wakali kibao ndani ya Tanzania. Bila kumsahau mkalo na muita Alibaba pale maeneo ya Haydom barabara kuingia mkono wa kushoto, Alibaba Electronic Phone Service. Lakini Yusufu akiwa anawakilisha kule maeneo ya DSTV Mbulu kule karibu kabisa na ile banda kubwa la mpira pale ndani, unazama kwa huduma safi. Lakini kuna wakali wa aina mbalimbali, kuna watu wa kutosha akiwa anawakilisha Kigongo hichi hapa. Bila kumsahau Shafi Jefoni pale Pasua sokoni, Barafia kule mwisho Ice Pasua. Lakini pia kuna mkale anaitwa Ahmed akiwa anawakilisha pale maeneo ya Imo Stand. Hebu twende moja kwa moja bila kukusubiri bila kungoja. Hebu twende kazi. Basi assalamu alaikum tena ndugu wapenzi. Hapa ni sauti ya sauti ya Tanzania. Sauti ya Simba Dume, mjukuu mwana wa Mbambadu. Ukipenda unaweza kuniita fundi wa hizi kazi. Picha yetu inaanza katika sehemu moja karibu kabisa na pembezoni mwa bahari. Nikisema hivyo naeleweka, ina maana ni ufukweni, kitu ndo kinaanzia hapa. Yuko mtu mmoja alikuja na gari Norinda ya hatari sana. Lakini baadaye mwingine alikuja kwa miguu yake tu. Hivi ukisikia kitu kinapigwa na mwana wa mbamba ujue sio kitu wa mchezo. Ni vile vitu G ambavyo watu wanavitafuta kwa udi na uvumba. Alipofika hapa huyu bwana akamwambia, "Je, utavaa?" Basi akamvalisha mkanda kiunoni kisha akamfunga cheni. Baada ya kumfunga cheni huyu mtu, hakuna maulizo, kapewa kitu. Naye akamsukuta juu kwa juu, piga mzee hiyo Ushiro. Jamaa amekuja hata hajaulizwa anapewa vitu. Ikabidi naye ajipange. Bwana yaani ni vita vilianza saa hiyo, yani bila maulizo yoyote. Chakato baba. Usiulize kwa nini, picha ndo kwanza inaanza. Dude wanaita Kung Fu Fighting. Msemo wa unaitwa Kung Fu unaeleweka kabisa. Kung Fu ni mfumo dume ambao ulianzishwa kule China. Anasema usio mwanzo wa story, pengine inaweza kuwa ni mwisho. Hebu turudi mwanzo tujue mwanzo wa story nasemaje. Mtu hadithi ndo anasema hivyo. Mwanzo ulikuwa ni hivi. Huo mwanzo wenyewe ni balaa. Sasa bwana anaambiwa 173 ni zamu yako. Anarudishwa mtu jukwani huko kwenye stage, kashavimbishwa balafu, zamu yake ndo yeye. Unaendeka kweli? Anasema kila mmoja ndoto yake iko kwenye moyo. Hata kama ndoto yake kuitimiza na kuwa na moyo vigumu. Na kila mmoja ana story juu ya ndoto zilizojificha kwa moyo wake. Anasema mimi naitwa Cheng Lingdong, ndio mwongozaji wa story hii ya siku ya leo. Lakini mchambuzi wa story hii anaitwa mjukuu mwana wa Mbambadu. Anasema kiukweli kuna mtu ambaye alikuwa anaitwa Li Qing. Kwa pesa kidogo na mahangaiko yalionikuta, huyu Li Qing alinifanya nikamchukia sana kwa maisha yangu. Alipigwa na huyo Li Qing nusu kufa. Paka teacher anasema stop. Anasema sekunde 30 nimepiga punch 18. Manake siku hizi kwenye punch hizi ni tofauti na wakati uliopita. Wakati uliopita nilikuwa sio kama leo. Ina maana sasa hivi umeongezeka mkuu, umekuwa na confidence. Basi mshikaji alitandikwa. Huyu ndiye alikuwa anatoa story ambaye aliyepigwa hapo chini. Hadithi yake ndio ilikuwa imeanza sasa hivyo. Asema 173 saini hapa. Jamaa akasaini ili usije ukafa ukaja ukatudai. Hamna tabili. Asema ni namba ngapi? 173. Anaangalia kama kuna salio.
姚其森. Yani anakumbuka present wakati alipokwenda jela. Anasema mpigana mara ngapi? Mara 5. Na zote nimeshindwa. Kwa hiyo hauna hata 100 hapa. Yani mparangano wote huu hana hata 100. Hebu sikiliza Kailini, mtoto anaitwa Kailini huyo. Hasema unajua kwa miezi michache iliyopita ukunilipa pesa. Naomba kodi. Mrs. Chengi jamani, nitakulipa kesho. Kesho nini? Yani kila nikija kudai kodi unaniambia kesho. Wewe unafikiri kesho hiyo kesho mpaka lini itakuwa kesho? Lete hela. Basi ikabidi ajisache maskini ya Mungu mtoto wa kike. Anasema ninaye kidogo, acha nitangulize kwanza. Anasema itatosha hii. Hii haitoshi. Keilinge. Mbona unaishi maisha magumu hivyo, kazi ngumu? Kwa nini? Kwa nini usitafute mwanaume tajiri akooe? Mbona wewe mzuri tu? Unamfuata mtu limasikini liko hapa limejichokea, halina mbinu. Mara li mwanaume ndo limefika afu linasemwa. Mama mwenye nyumba alipitaje pembeni? Unajua ukiwa nyumba yako usilete kuingilia maisha ya watu. Kudadeki. Alipita kimya. Hata hajaulizia kodi tena wewe. Ado akaondoka. Basi mkali kumbe hapa ndo kwake. Ukizingatia kule alipotoka amepigana hamna hata 100. Basi mke wake alimfuata maskini, anamchua ngeu inauma hiyo. Pigwa jeb mashine hapo. Lingdong. Asema Lingdong. Kwa nini usitafute kazi nyingine Lingdong? Asema kazi nzuri hamna. Hebu angalia niko smarti. Asema una maumivu katika vidonda na ndani ya mwili wako. Kailini mke wangu. Wala sijisikii maumivu. Wala hujistahili kujisikia maumivu. Watu wanasema bila maumivu huwezi kusucceed. Ni matatizo tu nafanya naye na yule Linkui kila siku kwa ajili ya kunifanya nje kuwa superstar hivi punde. Nitakupa maisha ya furaha sana kama nikiwa superstar. Wala sitokuachaga njiani mke wangu. Na kuahidi niamini. Yeah, mtu anapigwa 36 za ajabu. Natosha 169 anafuata. Simtaki 169. Namtaka 173. Niko. Lala. Ina maana 173 ndo anamfanya yule Linkui anajisikia kama kapigana na mtu. Wanakati kapewa kitu, juu kwa juu akashuka. Zao toka sogea huko. Hasa ni mchezo wa fujo tu. Bwana, akapigwa hiyo kabali mchicha hiyo. Hiyo hapo lazima uombe razi hiyo. Hata ungekuwa nani? Hiyo lazima upige chini baba. Boyka alimnyongaga yule Mbrazili Cornelius Undisputed, yule Rasta alinyongwa mpaka kaomba razi. Hayo makabali ya chini ni mabaya sana. Basi baadaye akimaliza ana sign. Chiga. Wewe brother. Mimi bado nataka. Poa. Tuendelee. Bwana, pigwa kabali dume hiyo. Mangaiko kwa siku zake zote ana saini kuingia na kutoka, lakini hata siku moja hakubahatika kuweza kumkalisha huyu jamaa chini. Hey, come on. Sema huyu bwana amejaza kinyama, alafu akisha kunyongea chini ndo basi akamkandamizia hapo chini. Mama toto huko nyumbani endelea na maisha. Nataka kupambana bana. Nataka kupambana zaidi. Sasa jamaa nataka kupambana huku kanyongewa chini, atapiganaje? Basi hii siku ya leo huko nyumbani ilikuwa ni siku ambayo inaitwa Mbuli Nanga Difa Dielo. Yaani ni ile siku ambayo inaitwa siku ya kufa nyani na miti yote kuteleza. Anakuta nyumba imeshafungwa, kodi imeisha, kafukuzwa, amewekwa nje. Mkewe yuko hapo. Hakuna la kusema, angelifanya nini sasa? Maisha yenyewe ni magumu.
kama kipindi cha mwaka 2016 mpaka 2000 ijulikane huko mbele. Hali imekuwa tete ile mbaya. Hakuna hata mtu wa kumuomba buku. Basi ambe jamangu twende nikupeleke kwa mshikaji wangu, atakubali hela ya mwezi mmoja. Huyu shoti akamchukua jamaa akampeleka kwa jomba mmoja, anachukua hela ya mwezi. Aseliwe. Wachukulie uangalifu bana hawa. Usijali hii. Ina maana huyu jamaa ana shida, yeye hataki hela ya mwaka, hata mwezi anapokea. Lingdongwe. Okay. Oya, asema mwezi mmoja mnono. Basi akakabidhiwa hela yake ya mwezi. Wachukulie uangalifu, mimi nitakuwa na kuangalia bro, usijali. Basi wakapewa nyumba ambayo ina chumba kimoja na kasebule kakimtindo. Bahati nzuri kwa kwetu Mambele wenzetu, nyumba zao zina vitu vya ndani kabisa. Auntie. Ni vizuri hii. Wewe jitazame tu mwenyewe huko. Nimepata nyumba mpya. Kweli ni nzuri. Hii nyumba ikoje? Kikweli hii nyumba ina chumba 3 vya kulalia na chumba kimoja cha sebule na sehemu ya kulia chakula. Ni anataja nyumba kubwa bala. Wewe jichukulie mwenyewe tu angalifu huko ni pazuri tu. Anti yake anamwambia mwache huyo mwanaume. Jamaa anasikia maneno makali yanayetoka kwa anti, kibidi ya sepe. Lakini hakuna namna. Maisha ni kuvumiliana tu. Anasema sijali kuhusu hayo. Anasema ndoto yako ni kupata nyumba yenye vitanda, nyumba yenye vyumba 3 na sehemu ya kulala, na sehemu ya kulia chakula na sehemu ya kupumzikia. Basi leo alikuja huko mahali ambapo washikaji wanafanya action za movie. Kumbuka naye ndoto yake ni kuja kuwa action movie star. Wewe vipi hujafanyaga mazoezi ya combat? Yaani mazoezi ya karate yenu unapigwa kidogo unalialia. Sasa kaja. Director. Mimi naweza kujaribu. Au mnasemaje? Tumruhusu Kui. Unasemaje Kui? Haya poa. Ajaribu na mshikaji, labda anaweza akavumilia ngumi 2-3. Ready? Action. Bana. Action za movie pia sio lazima ubweteke, lazima kujiachia. Leo kidogo alipata hela akula baba. Alimtoaje mama auti chapu. Asema vipi lakini Kailini, unafikiri kwamba mimi siku moja mimi nitakuja kuwa superstar movie kama Bruce Lee? Kama Bruce Lee. Watu kasikia Bruce Lee. Nyamaza hilo diko la China zuri, yani linaiva huko mnapiga. Anasema nakuwa taratibu, nitakuja kuwa superstar. Nitakufanya utaishi mtu mwenye bahati sana. Yaani maisha ya bahati sana yani. Basi akambeba kipenzi chake ambaye anaitwa Kailini kama yule Mbongolendi. Siku hizi simsikii sana yule. Anasema mji huu wote wakati mwingine nahisi kama vile ni mtu niliyokuwa na huzuni na hata naona kama niko peke yangu hivi. Basi siku iliyofuata bwana akaenda kufanywa makeup. Sasa hivi mimi ni superstar. Wewe Bruce Lee anajichukua karekodi. Jamani kaka jamani, mara so yeye. Alijua ni yeye aanze kusuuza. Anapenda ile kufatwa. Asema vipi mbona utuambii? Maana tumesikia habari za interview zaidi ya 100,000,000. Movie kali ambayo inatazamiwa. Asema sasa siwezi kuambia kwa sasa. Brother Kui vipi? Wewe sogea wewe fara wewe. Ndio kujileta kwenye media mshikaji kupiga zile action 2 na anajiweka mbele. Wewe Changlingdong. Changlingdong. Si nilikwambia wewe mara nyingi usiniite Changlingdong. Watu wakisikia jina langu itakuaje? Umsahau. Changlingdong. Brother Kui, vipi mbona utuambii kwamba next inafuata? Anasema muuaji. Muuaji? Muuaji nani? Samanini jamani. Ina maana Changlingdong ni jina la muuaji. Sasa shoti leo anashangaa Brother Kui kamtembelea. Mkuja kunitazama mimi Asema nani rafiki yangu gani unamtafuta? Na marafiki wengi. Yule ambao alikuja jana kwenye sini. Anaitwa Chengfeng. Sio jina hilo lilomuita. Unafikiri sijasikia? Changlingdong. Anaitwa Changlingdong. Changlingdong. Changlingdong liu star
ambaye kwa kipindi hicho alimsababishia huyu bwana ambaye alikuwa ni mdogo wake na Kui kumsababishia kifo baada ya kumtandika ngumi ya ushogo katika mazoezi. Sasa huyu bwana ndio anakuja kugundua kwamba huyu ndio Chang Lingdong. Hasa mshenzi ananichezea triki huyu. Wakati inasemekana historia ya maisha iko hivi. Kitu kama hichi kiliwahi kutokea 1993. Mtu ambaye alikuwa anaitwa Brandon Lee, mtoto wa Bruce Lee, ambaye alikuwa ni actor film. Wanasema alikuwa kipindi akifanya kazi katika script ama alikuwa akicheza kipande cha movie. Brandon Lee alipigwa risasi. Risasi ambayo ilimpiga Brandon Lee ilimfanya kufikia mwisho wa maisha yake. Maana yake ni kwamba huyu bwana alikufa kwa makusudio ya mtu kumpiga risasi ni miaka 20 iliyopita nyuma. Ina maana kile kifo kilikuwa ni kifo haramu. Mtoto wa Bruce aliuawa haramu, yani wakati wa kifo chake, yani si makusudio hayo. Basi bwana akaja hapa kwenye sehemu kunauzwa pete, tuachane na hayo. Anasema hiyo pete umemjaribishia na mtosha, unataka kuinunua? Shingapi? Akacheki bei. Mama elfu ya kutosha. Nitainunua siku nyingine. Nitainunua wakati mwingine. Alison nzuri anataka kumnunulia mpenzi wake pete, lakini baba hayoe. Hela hiyo pete haiwezekani. Basi anaona bora ajipange labda siku akipata noti nini atakuja kununua pete. Mara sasa leo kuna kibaka anachukua pochi ya mtoto wa kike. Bwana sasa anazingwa jomba anapenya. Wewe simama hapo. Simama nakwambia. Laana. Fukuzia mwanaharamu huyu, lazima ajulikane ni nani na ni kwa nini anachukua pesa. Zangusha madramu, lakini anemfukuzia kumbuka ni yule jamaa yake, na huyu mbele ni kijana ambaye ni Chelengdong mwenyewe. Kwa hiyo hii ni scene itakuwa inachezwa hii. Sasa lakini ni mwendo kasi kiasi gani bado hajajulikana, ni utata. Funga mlango hamna. Banda huku jamaa analia naye. Mbona ana hasira na kumbuka huyu bwana huyu ana machungu kwa sababu alishajua Chelengdong ndo aliyeua mdogo wake. Sasa ni balaa kwa Chelengdong. Dong anageuka na mnana anadance upande wa pili. Ase Akuya anasema leo na wewe mimi na wewe mpaka kieleweke. Anadensi mwanaume, ajomba na sana densi naye. Akakatalia mzee upande wa pili chap, akapita shortcut kadondokea ndani. Bahati mbaya jumba ni bovu hili. Mungu wangu. Anakutwa hicho kitu, cheki hicho kitu hicho. Alipigwa yani yoyoko iloiva hiyo. Na neno kitu akapigwa nayo. Anasema pumbavu unaiba kwa sababu ya hela. Nirudishie begi. Akamrudishia jomba, alitaki begi. Anataka kupita. Akapigwa mzee ngumi mtamayo. Nganyanyuliwa. Tupwa kama ile begi la punching la kule dojo. Wewe sasa bwana mdogo akaona hapa ni kujitetea, mbona hizo movie tena. Bwana sasa anacheza naye. Bwana si haba. Bwana woo! Hizo yoko sasa. Akabebwa akatupwa kule. Ujomba kwa kutupa ni mbayaje. Sasa mapigo ni mwendo kasi. Hali ni mbaya sana kwa bwana mdogo. Lolote laza alikotokea. Sasa anajitetea na beto hiyo. I say. Woo! Woo! Bwana akakamatwa. Kisu ikazungushwa. Bwana I say, bado kujitetea kwa ubounce inakuwa shida. Akazungushwa chap, kisu ikatupwa kule. Sasa pigwa mashine. Akamkamatia pale chini, akamgeuza mkono, akambinya. Kamata mkono kabisa. Wewe brother, basi stop wewe. Stop sasa, ngoja utanivunja wewe. Gade mwana imeminya ile mbaya ni. Sasa hii filamu gani hii? Hii filamu kweli? Oya, kati. Oya kati. Jamaa kati wewe. Kati bro bala. Anakuja kukati. Jomba yuko hoi vibaya mno. Kaiva eti. Oya. Huyu Queen ana shida gani? Mbona anapigana kweli? Kuna kitu kimemchanganya nini? Mimi sijui. Oya bro, Chelengdong. Chelengdong ni damu fake au original? Nyama faraisi damu hii. Unataka kuua mtu?
brother Kui 叫真打， anapambana kweli. 真打， Wewe pumbavu. 不玩笑。 Mchezo gani huu sasa? 被打出人命， Eh? 父子 Kumbuka tunacheza mzunguko kuweza kujipatia pesa. Mbona kama unataka kufanya kweli? 李琦， Li 这 Queen, 戏始终是拍戏 filamu sio kupigana. 要不是那小子是做陪练， Kumbuka wewe kijana hawafanyagi mazoezi na wewe ni senior wake. 也别说 Cheng Feng kikweli bado sana hawezi kukufikia kwa uwezo wa ngumi, lakini sasa hii hali sio. 你对你的功夫赞赏有。 Angalia performance za mchezo mnavyofanya, maana inaonekana actually kabisa ni makusudi. 风， Anaitwa nani? Cheng Feng. Cheng Feng. Yeye anajua hitu Cheng Feng inaitwa Chia Lengdong. Alirudi nyumbani mwanaume anapasha hizo push up mdundiko kwa hasira kinyama yani. Anagaza bwile mbaya. 好的， Alright, smile. 好，注意，向 Ehe, smile tena, tabasamu. 啊，换个姿势， Angalia, badilika, badilika. 来，拍了啊！ Jamaa kaja na manzi yake leo. 林东，你看， Asema Liangdong, angalia kule. 好的，来下一个 Hao wameshafunga ndoa, 姿势， sasa wanapiga picha. 幸福的笑， Wanatabasamu sana. Ile. Binti anaangalia kama yeye tayari yuko na Chia Liangdong. 好， Anamtazama kama manzi kake, mpenda sana. Anamuita Keling. Keling, siku moja nitakuletea furaha tu. Keling anataka wafunge ndoa, maana mpaka leo hawajafungaga ndoa. 空导，几个，我准备。 Oh, director, hapo vipi? Niko tayari. 这场戏很重要， Anasema hii scene ni muhimu sana, kwa hiyo hakikisha unafanya vizuri. 待会儿上了威亚以后，腿要 Kama ukifiksi kwenye position yako ndivyo unavyozidi kupata nafasi nzuri nzuri kwenye maisha. 好， Haya, fix your position. 待会你上去。哎，各位大哥辛苦了，来喝水喝水。 Mshikaji anagawa maji wanamkatalia huko. 哎，来喝水喝水。哎，没看我正忙着呢吗？ Wewe vipi wewe, kaa pembeni kwanza. 姐，走开。 Potea. 我兄弟。哎，好。 Hiyo shoti gani ni shida hiyo? 个子这么小， Asema vipi sasa? Kwa hiyo unataka tumfanye nini leo? 哎呀，这个你这， Wewe ondoa shaka, si tushajua. 你一定要相信我的镜头。 Wewe angalia kamera na style za director tu. 程峰这次肯定死定了。 好了，导演，哎，加油啊！ Sasa katika kupita pita. 准备啊， Haya jamani, kaeni tayari. 开机， Moja, roll kamera. 3, 2, 1. 一，开始， Action! Wanamnyanyua juu namna hiyo. 就这感觉，啊，放下来吧。 Mshushe. 导演， Oya director. 哎呀，多。 Waya umekatika. Ufara kaonesha ule waya si pumbavu huyu. 怎么回事？ Angalia waya huu jamaa wangu atakufa waya huu. 这 Ah, 你们怎么做事？ sasa mlifanya nini nyinyi katika kuunganisha waya? 龟， Kama sio huyu bwana, 要不然 mngeua mtu. 你们谁放得起这？ Nasema hamna kazi hapa, ondoka. 哎，小心！ Da. Ni kweli ule waya ungekatika angeumia sana mshikaji. Lakini hizi ni njama za kumwadhibu huyu bwana. Kama alivyokuwa anafuata karakta za mtoto ambaye alikuwa anaitwa Brandon Lee, mtoto wa Bruce. Maskini shoti gani wa watu akiwa njiani ana habari. 先准备好啊！ Anasema andaa hela. Mara kapigwa kikumbo. Kapewa. Wewe fara wewe akampa mtu buti mzee akacheza mbele. Kwani yeye ni fara? Huyo. Kamata huyu. Wewe shoti gani wewe? Mbilikimo. Anajichanganya mara akakuta washikaji mbele. Oya wazee. 是谁啊？ Wewe ni nani? 躲过前世。 Mind your business. Hata umekosa nini mara mbata? Mbuti. Pumbavu. Piga hadi afe. 我说， Unaongea tu wewe umekatika, unajua ulipotokea mshenzi wewe. Mara bahati nzuri chali yake. Na kuua wewe. Mara amekamatwa kichwa jamaa anapewa anafanya kuelea. Wewe walipomuona mzee ni mkali, Chenglong walisepa. Oya Kui. 阿奎， Ni mimi msala wako, uko salama? Hamna usalama, hamna usalama. 为什么打你？ Nani anakufanyia, anakupigia nini? 不认识。 Sijui hata anachonipigia nini ase. Akagundua Amana aliwajua. 场调研， Ah, 发现官 sasa tayari kuna mchezo mzito sana juu ya mizunguko ya mambo jinsi inavyokwenda. 场玉溪恒 Kuna hadithi ya mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Lee Sam kwa miaka iliyopita. 燕子里 Huyo Lee Sam alikuwa ni films, Usi. alikuwa ni mtaalamu na pia mwili wake ulikuwa unaendana na filamu ambazo alikuwa anazicheza. 各位股东 Kwa miaka ya nyuma Jiche. huyo Lee Sam mwili wake ulikuwa ni mwembamba. Sasa imeandikwa story ambayo inaendana na Hao. mambo alikuwa akiyafanya Lee Sam.
Sasa je, tutafanyaje? Maana Lin Kyung hawezi kupangwa kwenye hiyo sehemu queen kwa sababu ni mnene. Sasa tutamtafuta nani wa kukava ile nafasi? Maana Lisam hayupo kwa kipindi hichi. Lisan. Na image ya Lin Kui haitoshi. Mimi naona tuangalie upande mwingine muhimu zaidi. Maana kama Lin Kui ana experience na anaweza akapata hii nafasi afanye vizuri. Mimi nakubaliana na director Li kwamba Li Kui ni mnene. Kwa hiyo nafasi haimfai mtu mnene, inamtaka mtu mdogo mdogo. Tuangalie mtu ambaye yuko actor na anaweza kujihatarisha maisha yake. Mimi nafikiri yule maskini yule ambaye alianza juzi anaweza kujitupa hata mahali yule. Kwa hiyo tunamleta new actor mpya. Kumbe wanamjadili kijana maskini ya Mungu. New actor? Ni nani huyo? Ni Chang Feng. Chang Feng. Kila kitu tayari. Sasa leo maskini ya Mungu Chang Feng akiwa na habari, lakini tayari Li Kui alipewa habari kwamba huyu bwana anafanywa kuwa actor mpya kwenye filamu inayokuja. Achana na hii ambayo wanaimalizia hapa. Hii sasa ni action za mwisho. Wakamnyanyua juu namna hiyo. Namna hiyo. Okay? 3 2 3 1, jiachie. Anakuja kama anashuka namna hiyo. Ewe binti taratibu wewe. Vipi? Hali kwema. Sasa alikuwa amekaa kama ajui, anaangalia tu. Kaa tayari Roll. Akajiachia. Saa ngapi akamwachia fujo? Oya. Angalia. Mbona umemwachia kwa haraka namna hii? Je, kavunjika mguu? Uko salama? Hebu sogea wewe. Shida nini? Haya, tena. Hali hii imeanza kutisha, ni kama wanataka kumuumiza mshikaji. Kajiachia namna hiyo. Kati. Kucheza picha nako kugumu huku. Uzo kauawa eti kama Brandon Lee au Bruce Lee huko. Wakati mtoto anakimbiza mbwa wake akaja mpaka pale jamaa alipopumzikia. Juu kuna linanga la kubebea winchi likaachiwa. Hilo. Ache. Mwamba kaama chapo akambeba mtoto. I say. Binti yangu jamani, binti yangu. Akaisi kuna mchezo unachezwa director. I say. Hawa jamaa sio watu hao. Ingia. Huang Zong. Mr. Hung. Ah. Cheng Feng amefika. Basi kaniletee ile kadi. Hebu tafadhali kaa hapo. 请坐啊。身体恢复的怎么样了？我没事。你们练武之人就是不同啊，要是我们遇到了意外呀，肯定不能反应那么快的。Huang Zong. Sasa makubaliano ambayo yalikuwa yamefanyika na huyu mzee ambaye alikuwa amemuita ni director. Yalikuwa ni makubaliano ya mzunguko rahisi tu ambayo utakayepelekea kila mmoja kuweza kujipatia kiwango cha pesa. Lakini kwa bahati mbaya makubaliano ya huyu director yalikuwa ni makubaliano ya kumfanya huyu bwana kuwa superstar, lakini baadaye aje kumuoa mtoto wake. Ana binti yake ambaye anahitaji kuolewa. Basi baadaye leo alipatiwa kiwango kidogo cha pesa na kisha anasema siku moja nitakuja kuwa superstar. Lindong, kuwa star basi. Nye mnaumwa ni? Penda sana kamchumba yako. Kailinge. Anasema kesho naenda kuanza ile kazi. Sawa. Mimi nitashukuru sana kwa suggestion zako za kunifanya kuishi katika maisha ya nafuu. Hala. Basi leo kaingizwa kwenye chumba cha makeup baba, sio kujipodoka huko. Chali yake akaja.
Shoti gani wewe? Wow. Wow. Unaonekanaje bomba? 带上这个， Hebu tupia na hii chombo hapa. 不戴墨镜就没气质。 Wewe tulia wewe, sijaambiwa nivae. 今天就是长风的机场。 Anaambia sasa umekuwa handsome boy yani. Umeng'aaje? Tulia wewe. Haina noma, acha mimi nitupie kitu. Sasa hivi ni mambo ya kucheza na media. Sasa leo ni siku ya kwanza anakwenda kutambulishwa mbele ya media, yani waandishi wa habari na kumuingiza katika TV. Hii makeup ni wonderful eh? Test kidogo. Wow. Eti makeup. 明星的感觉。 Unajiona mtari umeshakuwa superstar, yani hii makeup tu. Mwa. Kwa superstar mimi. 抬起来要有自信，提提小鸡。 Basi kuwa na confidence. Natabasamu vizuri. 享有盛誉的新黄电影为什么会签约？ Basi tunasikia kwamba kuna movie ya Jazz Company ambayo ndio inahusisha na mambo tunataka kujua kuhusu habari mpya. 山大有人才， Anasema tunahitaji kufanya mambo kwa ajili ya soko lijalo. 我们新黄电影， Ndio maana tumesema tunampa nafasi huyu star mpya. 况且我们董事会 Maanake ni kwamba 医生 director huyo kijana hawezi kuboa. Asho. Huyu Mr. Cheng. Mmemkubali? Anasema ndio tunamkubali. 我再跟大家， Labda niwaambie siri. 程杰先生 Chengi 孤儿 ni yatima 生于一个在武 na tena alizaliwa huko katika shule za Mashwat. 的古老 Kwa hiyo Selection Mothers ni mtu ambaye yuko vizuri sana, anajua kupiga ngumi. 都很陌生。 Naamini kabisa kwamba nyinyi ondoeni wasiwasi. 先生 Huyu ni future performance. 他很有信心， Mr. Cheng atakuwa ana confidence nzuri sana na pia atawakilisha Kung Fu movie kama ipasavyo. 怎么从头到 Wewe naye vipi? 都没提林？ Huyu jina lake sanaitwa Liang Dong. 林东就是长。 Anaitwa Chang Ling Dong. 又改名字？ Jina lake ni Chang Di. Nyamaza. Sasa ukitoa hilo jina nani? 潜规则。 Wewe uelewa hivyo hivyo. Mara kaja yule bwana ambaye ndugu yake aliuaga kwenye matizi. 请问陈先生， Mr. Cheng, 我讲的天机派是怎样一个？ hebu tuambie ni shule gani ambayo ulipitia kabla ya siku ya leo? Shule za ngumi. Na ni shule gani aliozaliwa? Maana hata haijui hiyo shule. Kaja kufanywa surprise, yeye ni yatima, alitokea shule za ngumi. Anasema kiukweli. Anasema kuhusu kijana huyu alitoka kwenye shule zinaitwa Queen Dynasty. 朝廷旗 Shule ambazo zilikuwa zina miaka na mamiaka. Mfumo. Na shule za mamiaka ya nyuma iliyopita huko ambazo ni Shiril Mashwati. 一进山林，后来 Wewe uongo. Nani tena huyo? 他根本就不是什么成， Huyo haitwi Chengi. 就是杀死我。 Huyo anaitwa Chang Ling Dong, muuaji ambaye ni muua ndugu yangu. Oya, kaa. 你有， Likui, 你应该自己好好检讨检讨自己，公司为什么？ lazima ujiheshimu mwenyewe peke yako. Unakunywa walinzi. 给我推出去！ Wewe niachie wewe. Mpiga ngumi na walinzi wapi na wapi? 杀死我哥哥的凶手。 Anasema wewe ni muuaji, hujamuua ndugu yangu wewe. Wewe si muuaji wewe. Cheng Ling Dong, wewe muuaji. 杀人 Muuaji mkubwa sana wewe Cheng Ling Dong wewe. 是个杀人犯。 Sasa Likui anamtania na kumtusi mshikaji mbele ya media kwamba yeye ni muuaji. 人犯。 Huyu ni muuaji huyu. Akaanza kuchafuliwa jina siku ya kwanza. Shoti gani aliangalia kisharo? 是不是真？ Mr. Cheng. 哎，是不是？ Je, hii ni kweli tuambieni? 请你发表一 这都是 下。 诽谤， Anasema ukweli uko wapi? 自身原因。 Likui unavyomuona anaogopa kupitwa namba na huyu kijana. Na pia Likui amelewa. Kwa hiyo hawezi kumfuatiza mtu aliolewa kwa kuzungumza hivi. Maana kumbuka Likui ndiye aliyekuwa mtaalamu. Sasa vipi muamini mlevi? Kweli mshikaji anakumbuka siku hiyo. Alipigwa kofi la chini ya kisikio akahisi kuweweseka. Avu time up. Sasa alipoondoka mdogo wake na Likui ndo huyu. Jamaa akapiga lingumi yani la kulewalewa, akamshindilia mshikaji la ushogo, akamkata neva, akakata moto. Moja tu. Anaikumbuka hiyo siku, hatoisahau milele daima. Alipigwa kofi la kimtindo chini ya sikio likamfanya kuto kusikia kama refa alisema time up. Sasa yeye akajikuta anashambulia ngumi ya kumuua mwenzake. Chang Ling Dong, 你出来！ toka nje muuaji wewe. Toka nje. Chang Ling Dong umeshapua na gari ya kutembelea kabisa. 李琦， Likui, 不要！ unataka nini? Azua chupa hiyo. Mkata. Piga mangumi. 你还手啊！ Pigana na mimi sasa. Nirudishie, nyanyuka unipige. 你不是杀人犯吗？你干脆把我也杀了！ 我不是故意的。 Azami sina maana hiyo.
Kwa nini ulimpiga mdogo wangu ngumi ya nyuma? 我不是故意的。 Nilikwambia wewe. 是耳朵被打聋。 Asema bwana nilimpiga punch maana alishanikata mimi neva za kusikiliza. Sasa wakati nashambulia nilikuwa ufahamu umenipotea ndugu yangu. 我坐了7年牢。 Asema ni mambo ya miaka 7 iliyopita nyuma. Najuta. Anasema pumbavu umetoa maisha ya ndugu yangu. 还害得我 Lazima ulipe kwa hili. 从我知道你是程林 Anasema kutoka hatua hii Cheng Lingdong, 以前的李琦了， mimi Liu Qiu sitokuweza kukuacha hata kidogo. 被打让你做 Lazima nitaharibu kila unachokifanya. 的，可你偏偏死不了。 Yaani kama hujafa 到你阴差 nitakuharibia kila kitu. Yaani umeniharibia sana maisha yangu. 明星， Yaani sasa hivi umejidai umekuwa star, umechukua mtoto wa director, umechukua nafasi yangu. 让我死！ Kwa hiyo nataka kuniua. 没想到你竟然不顾别人的性命！ Hasa kwa nini hujali maisha? Wachu- Nijali. Nataka nikuue. Pigiza huko. Piga. Huyu bwana sio kwamba anashindwa kupambana naye, lakini ni kweli mdogo wake alimpiga. Alimtandika hiyo ngumi, ni kweli. Akaanguka magoti chini. Labda pengine anahisi akisema neno juu ya huyu bwana atakubali. 你原谅我吧。 Nisamee bana ise. Chemka kinyama bwana Li Kui. Lakini hakutoa jibu kwamba ni kweli kasamea malaa, ila aliondoka tu. Basi alikwenda katika kumbukumbu za kaka yake mdogo wake na Li Kui, akaweka ua la kumtakia heri na baraka aliyetangulia mbele yake. Nyuma kidogo tu Kui naye amewasili. Hivi vitendo huwa vinafanyika asubuhi sana. Kwa hiyo watu kukutana maeneo haya ni sawa. Kachukua lile ua akalitupa huko. Afa akaweka la kwake kwa heshima kweli paka akapiga goti. Akiamini dua zake ndio njema zinamfikia ndugu yake pasavyo. Misaung, pale ndo Cheng anakaa. Poa. Mpe ripoti kwamba niko hapa. Cheng Lingdong! Aliambiwa siite ile jina lakini anajisahau. 回来了。 媒体的事我们已经搞定了， Anasema kuhusu media na interview iliyopita. 一场武术挑战戏， Nimeona tukuandalie mapambano yatakaye kufanya kukuweka vizuri. 你会在此用你的武功。 Maana lazima uweze kuonyesha watu kwamba wewe ni nani. 我不会参加的。 Mimi siwezi kujiunga. 你要做演员， Asema Chajinge. 光会武功， Unasema kuwa actor, 会转移 star lazima ujue ngumi. 挑战赛。 Kwa hiyo challenge kwa sasa hivi katika hali ya kukufanya uzoee uso za watu kupambana naye ni sawa tu. Kwa hiyo jitahidi hali ya kupata challenge mara kwa mara. Basi challenge ya kwanza ilikuwa ni hii hapa. Wanamuita Yang Zongo. Ndiye anayepambana sasa hivi na mkali bwana Lingdong. Alipewa hiyo. Aya, mambo ni mpera mpaka kwenye madimbu ya bata huko. Hung Taeyangi anatoka West huyo. Bwana. Alafu kuna mchumba mmoja yuko hapa. Situena. Queen Situena. Unaambua naye huyu sio mzuri, ni mbaya yani. Anatakiwa wote hawa waweze kuwapitia. Liao Mengi Fu Warriors. Basi aliendelea kujifua kupambana na hizo challenges za hapa na pale katika hali ya kujitoa kwenye uvivu na kujichangamsha ili pinde atakapopewa jaribio basi ashinde, kwa maana hawa wacheza ngumi wao wanajaribiwa sana na wapiga ngumi OG.
Haya jomba anaanza kuiva kimtindo namna hiyo. Anaanza kuwa mtu wa mwendo kasi. Mambo. Anaanza kuwashushia ma drop kiki. Drop kiki hilo. Binti anakuja kimachejo namna hiyo. Anazungushwa chap. Anapigwa ile mtama wa kutulizwa kwamba wacha ngendembwe. Huyu hapo. Isageli zinatembea. Yes. Pigwa mtamadume. Juu kwa juu. Akapigwa Isageli. Woo! Hiyo inaitwa hapa kazi tu. Hongera Mr. Cheng. Cheng siku hadi siku anazidi kuwa simba. Kama mwana wa Mbambadu. Anazidi kuiva ile kali yao yani. Naamini Mr. Cheng ni great kung fu movie. Baada ya star ambaye alikuwa anaitwa Bruce Lee. Kung fu fight alikuwa naye ni ya kutosha. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ni habari hizi ni habari nzuri sana kwa Cheng Jiang pamoja na taifa nzima la China. Kwa hiyo bwana anapewa hongera milioni 100. Basi nashukuru kila mmoja. Naamini sana nitasimamia nafasi yangu vizuri sana katika kung fu fight. Cheers. Basi hii cheers ilitolewa namna hiyo. Hasema lakini kuna mgeni wetu maalum ambaye mgeni huyu atakuja anaitwa Mr. Hung Alex ambaye ni mtoto wa Mr. Hung maalum sana ambaye huyu ni American Film Industry ambaye aliwekeza hapa China. Ni mtoto sexy aliyezimika na huyu hero ambaye ndiye mtoto wa director. Huyu anasimamia kwa upande wa kupeleka kazi hizi Marekani na kuzisambaza kwa dunia nzima. Ndio nafasi alikuwa ameweza kupewa. Ana mbwembwe huyo. Hi. Jamani, utafikiri katokea nani? Hector ndo huyo hapo. Sasa jamaa kumbuka ana mke wake, ana demu wake. Hai shujaa. Niko na wewe hapa vipi? Jamani tapeni tafadhali kalamu tunaomba. Chukua kalamu uweze kusaini. Sasa ni saini wapi? Saini hapa basi kwenye nani hii. Jamani. Hai basi kama unaogopa hapa saini hata mgongoni. Huko hivi mgongoni kidogo. Kweli ni saini? Saini. Sasa mama watoto yuko pale anaangalia. Mama sanganga anatupia jicho tu. Bwana akasaini kwenye mgongo wa mtu kwa maka peni nyeusi. Jamani picha kidogo. Sasa mama sanganga kawivu kule nikakufa mtu bibie Kaylin. Picha za waandishi wa habari za kutosha yani. Kama Morapa na Nancy. Jamani najikuta nitafuna maua. Yani pa! Ja. Haya mambo yasiyo na taarifa haya. Usifungue macho mpaka nikufikishe. Sawa mama? Tan 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 tan. Tan 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 tarara. Mwanamke alikuwa na ndoto ya kuishi nyumba yenye vyumba vitatu vya kulala, sitting room, dining, sehemu ya kupigia story na kagarden kadogo. Anasema ile nyumba yako ambayo ulikuwa unawaza yenye bedroom, vyumba vya room vitatu. Sasa hii ni zaidi. Anasema anapenda style yako ya nywele ya zamani. Kwa hiyo sionekane vizuri narudishia style ya zamani. Sasa unajua na hivi ninakuwa star kwa hiyo ninabadilika kila sekunde. Nitakununulia deluxe kubwa. Ile nyumba ambayo ulikuwa unaiwazaga Kaylin Lidong. Mimi sihitaji vitu hivi vingi wewe unajua, sihitaji. Ni wewe tu peke yako. Wewe peke yako ndo nakuhitaji mimi. Kaylin. Nitakupa furaha ipasavyo. Basi anakaribia. Mr. Hung. Binti alikimbilia ndani. Tafadhali chukua nafasi kidogo. Asa Mr. Hung huyu ndo yule mwenye mtoto wa kike. Huyu binti vipi? Nani huyu? Mfanyakazi.
你跟一个清洁工搂搂抱， Ina maana yani wewe unambusu mfanyakazi? 别忘 Angalia usije kasahau mkataba wetu tuliokubaliana. 经公司批准， Kuingia katika kampani hii. Kumbuka kama utakuja kumfall in love manzi mwingine mimi nitakuja kukuletea shida. 不能找个清洁工啊！ Angalia kuna mtu ambaye yani wewe tayari umeshaandaliwa mapenzi naye. 互对， Usilete mchezo bwana hapa. 你现在不是普通人， Angalia wewe sio mtu wa kawaida, wewe ni ordinary, wewe ni superstar, wewe sio ordinary people. 做了代言人， Sasa uwe unaangalia vitu vya kufanya wakati mwingine. 所作所为， Lazima ujue majukumu yako na katika kampuni na jinsi watu walivyowekeza juu yako. Umenipata? Sawa mkuu. Umekuja kuleta umangulo hapa. 合拍广告的方案，你好好看一下。 Sasa hayo ulioletewa hapa uyasome vyema. Usisahau niliyokuahidi. Sawa mkuu. Binti anasikia ametambulishwa yeye ni mfanyakazi. Tena yani maid manake ni mfanyakazi wa ndani anayefuafua nini? Ndio anaitwa maid. Alafu ni mpenzi wake wana miaka zaidi ya 10 nyuma kwa maisha yaliyopita. Hebu niambie hapo inakuaje? Unajua mara nyingine pesa huwa inakujaga na shetani au inakuja na simanzi. Maisha mazuri ni yale unaishi leo ukiona jino lako liko nje unacheka bila kulazimishwa. Hayo ndo maisha mazuri. Eti mna shida gani nyinyi? Director wa leo baba yangu. Ongesha mwanaume kama unaonesha mapenzi ya kweli kwa huyo mwanamke. Actor unakuaje hivyo? Jamani. Kamera hebu tulia kwanza, roll mkanda nyuma kwanza. Nasema vipi nimeigiza vibaya? Hebu tulia kwanza. Yaani unaletea paka maji kwenye kibakuli? Wewe tayari ushakuwa big movie star mwanangu. Kwani sikudumie mchezo wangu hata bukubuku unanitoa? Kimtindo namna hiyo. Hi. Hi. Wewe bulete hapa. Lete mimi nimsaidie. Sasa jamaa apendi kusogelewa na huyu mwanamke. Alafu kumbuka jamaa ana staili za kiluga bado. Hero. Vipi utaki nikufute kidogo? No, hapana. Watu wote ni mapicha. Kumbuka huyu jamaa akifanya kitu ni picha, ni kama Diamond sasa hivi. Akitokezea pale mnani tu maeneo ya Mbagala pale watu wote Diamond. Sasa msikaji ni superstar kimtindo yani. Alafu ni star movie wa ukweli, Mambele wanajua kuandaa watu mazingira yani. Na management zinakuwa zimetulia. So zile bongo movie watu wanaigiza asubuhi mpaka jioni filamu inatoka. Alafu baadaye mnaanza kulalamika. Watu wanajipanga, wanafanya kazi, wanagaramia, wanatoa pesa. Wewe angalia hata muziki ya sasa hivi inavyoanza kufanywa kama Wasafi. Unajikuta tu mzee mzima akitoa ngoma Simba, kila mtu Simba, jamani muziki mpya. Watu wamegaramia ndo maana. Fanya kitu kizuri upate mambo mazuri. Basi huyu Heroes aliitwa leo akatolewa dina huku. Wakati mke wake kule nyumbani kaandaa chakula, jamaa anapiga madompo tu. Mama anasema jamani natamani niweze kukualika kwa mambo mazuri na mema na kila jambo. Anaangalia simu. Lete bwana. Wakati una chat na mimi unatakiwa niangalie mimi pekee. Simu ikapigwa nyundo, ikazimwa, yani ime switch off. Haya tunywe. Namba unaipiga kwa sasa haipatikani. Tafadhali acha ka ujumbe ka kimtindo tu tamtaarifu atakapokuwa hewani. Hata siku moja je kutokeaga kwa huyu mwanaume kuzima simu. Akiondoka nyumbani simu anachaji usiku mchana kutwa inatosha kabisa. Hasa sababu ni nini? Mama alikaa akimsubiria waje kula mpaka saa hizi mshikaji hafiki. Nyumba inazidi kuwa pweke, inazidi kuwa kubwa. Alikaa kwa masaa ya kutosha kusubiri labda angelifika mtaalamu. Mzunguko wa saa ulizunguka tena saa 6 ikawa inakaribu kufika na ushe kabisa. Ndio saa hizi jomba linarudi home. Kumbuka mchana tu alitambulishwa binti kwamba yeye ni mfanyakazi wa ndani. Alafu jioni mume amechelewa kurudi. Haya, basi kulipokucha kazi zilikuwa zinazidi kuendelea kama zilivyokuwa zimepangwa.
Basi mkali baada ya kumaliza last actor akaingia kwenye gari kwa ajili ya kuondoka zake. Lakini anapoingia kwenye gari tu, binti naye aliingia, mtoto wa director Hung. Hii nini? Ni这是 Aliens. 送你的。 Anasema hii ni ya kwako. 不好意思， Hasa vipi nitaichukuaje? Hiyo. Anasema fungua, fungua. 打开看看呢。 Fungua uone kilichoko ndani. 女人呐，看 Anasema kwa mwanamke 叫 anatakiwa tembee na begi. 品味的。 Lakini mwanaume kuwa na saa ni kitu cha umuhimu sana, ni kama begi kwa mwanamke. Baba. Kama vipi nilivyokuwa na handbag, masaa yote niko nayo. 我怎么能要？ Sasa vipi nitaivaje? 我送给你的。 Ambe wacha nikuvishe. Kwa hiyo wanaume mwe mnavaa saa jamani, maana ni muhimu sana. 你这个手机啊，也该换换了。 Basi hapo sasa sawa. Poa tu. Mtoto wa kike akampatia kazawadi jamaa kasaa, alafu yanarudi zake huko nyuma, aendelea na mambo yake. Anaambiwa kwa mwanaume saa ni ya umuhimu sana. Yaani ina umuhimu sana. Basi aliporudi nyumbani leo alimchukua mchumba ama bibie Kailini, akamtoa out kidogo na yeye aweze kujaribu. Ambia angalia mama hii vipi? 3000多。 Angalia ni mgali. 3000多， Ni gali lakini jaribu hivyo hivyo. 试试， Jaribu. 给他试试。 Hebu mjaribishe hii kitu. Mama Sangangale ukatolewa auti, baba yangu ni shida. Akamtafutia na pochi. Kwa mwanamke nini ya muhimu? Wanasema ni pochi ambaye inaitwa handbag, ama ikizidi sana unakuchukua kale kadogo lingdong. Lingdong. Hapo je? 哇，太美了！ You are so beautiful. 太 low。 Hai, mimi sijazoea mambo ya kukaa waziwazi. Ndo ujana huo. Take a phone. Alafu na kabegi pia. 我不要。 Mimi sitaki begi. 哎， Mwanaume saa ndo muhimu, kwa mwanamke begi ndo muhimu. Kwa hiyo lazima uwe na kabegi kakuweka vitu vyako vya nchifu hata na poda. 全都买了。 Kwenye begi wanja na tishu. Mtakiwa uwe nayo hiyo. Mdada usiotembee bila hata kabegi kakimtindo. 拿着，拿着。 Basi alipofika wakati wanarudi nyumbani, jamaa wacha atingwe, mwanamke akaachwa hapo. Wanawake si wanaume wakamweka kati, kila mmoja anataka email yake waweze kuwasiliana naye. Kila mmoja anataka kumtafuta kwenye Facebook, kila mmoja anataka kumtafuta kwenye WhatsApp. Mambo yashakuwa mazito huko. Kila mtu anataka kumgaia zawadi, pongezi. Sasa mama amebaki mwenyewe kama mlingoti. Da. Superstar wa huyu mwanaume unamfanya yeye anajisikia vibaya sana. Umesema ni Kui? Kui? 哦，好好。 Poa Kui. Sasa hapa anawasiliana na yule Kui kale ka shotgun. Anamuelekeza nyumba ambayo anaishi mtaalamu bwana Lingdong. Huyu ni mtoto wa Hung ambaye ni bibi Alice, anayesimamia show kule Marekani katika upande wa films. 我是 Alice。 Mimi naitwa Alice. 林呢？ Vipi Lingdong hayuko? Lingdong hayuko? 他不在。 Chengji hayupo. 我不是来找他的。 Nimekuja kwa ajili ya kumtazama. Wewe ndio. 我跟你说，他已经不是你跟 Nimesikia habari kuhusu akisema Cheng Lingdong. 你跟他在一起，只能拖累他。 Naona kama vile ukikaa hapa unamfunga sana huyu mtu. Kwa nini usimwache umpe nafasi? Sorry. 你别忘了啊， Usisahau kwamba wewe ni mfanyakazi wa ndani, sawa? 你们两个已经不是。 Yaani jinsi mnavyoishi, mnaishi kwenye dunia mbili tofauti. Alimkata maneno mabaya kwamba yeye ni mfanyakazi wa ndani. Basi binti alimfuata huyu mwanamke nyuma. Kumbe wakati inapofika muda wa saa 1, saa 2, Lingdong anakondaga kumchukua huyu mtoto wa director na kumsindikiza mpaka sehemu ambayo anastahili kwenda. 小心啊！ Cheke anavyomsogeza hii. 等一下， Subiri kidogo. Baada ya kumuona mke wa mshikaji, tena anakumpuliza kabisa na kakitu. 有东西。 Niona kwenye jicho kwa kuna kaboliti kidogo. Na kumchungulia manzi, ameshamuona Lingdong bado hajaona. Aise. Unaambiwa ukipata fursa tumia vizuri. Lakini ndio hivyo unaambiwa bwana, kila mla cha mwenzie na chake pia uliwa. Unapomuumiza mwenzako siku moja na wewe sikutayapata tu maumivu. Kwa maana Mungu hawezi kukupa koti ambalo likutoshi. Ukiona koti likutoshi ujue lilingangania mwenyewe. Sasa vipi kwa mtoto wa kike Keilingi?
angefanya nini kwa wakati huu. Aliumia kiasi kikubwa sana. Alichoka vumilia vitu ambavyo havitoshi kwa moyo wake. Umasikini alionao akichangia na tabu za kimapenzi. Analia mwenyewe tu masikini. Mapenzi ndio msingi mkuu wa maumivu kwenye moyo wa mtu yoyote yule. Ukikubali kuumia umekwisha. Basi Mr. Chengi alirudi akaenda kuichukua ile pete ambaye alikuwa anataka kumnunulia binti. Kila siku alikuwa anamjaribishia. Basi akaja akainunua ile pete baada ya kufanikiwa kupata pesa ya kuinunua. Karibu. Akatumia ujumbe kwamba anaitwa mahali fulani. Basi akawahi sana kabla ya kwenda nyumbani, ilibidi aende kwanza huko alipoitwa. Xiaojie ni hao. Habari za jioni. Ni namba ngapi naitwa hapa? Ambie chumba hicho hapo chenye pazia. Sasa hii zawadi haistahili kwenda huku. Nitafanyaje? Kabidi aiweke nyuma. Kelly. Kelly. Anacheka Kelly yuko na mwanaume. Lindong. Lidong. Wacha Wacha nikutambulishe. Huyu ndio boyfriend wangu mpya. Ni hao. Hi. Inaingia kilini hiyo. Kwa hiyo ndio asema hapana, sikunyanyasi wala sikufanyia ubaya. Tunajua kwamba tumeishi zaidi ya miaka, ila huyu unamfahamu kwa kipindi kifupi tu. Wacha nikwambie Change. Haiwezekani bana na wewe. Kwa nini siwezekane? Asa nini sasa hivi? Anasema furaha nilikuwa nikitaka iko wapi? Huyu ananielewa mimi, maumivu ya maisha yangu na dhiki nilizonazo. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba mimi sikuelewi wewe. Kwa hiyo katika maisha yangu yote Kelingi, mimi sasa hivi ni star. Ina maana huwezi kuona siwezi kukupa furaha kwa sasa? Star. Hasema unafikiri mimi nilikutaka star? Mimi niliishi na wewe hata hiyo bado hujawa star. Mimi tulikutana na wewe katika maisha ya dhiki na tabu. Sasa vipi uninyanyase mimi kwa kipindi cha mateso? Unitese na maumivu ya mapenzi kwa sababu ya ustaa wako lonao. Hasema nipe muda. Kuna vitu namalizia ili tupate future nzuri. Hasema wacha Lingdong. Usinifanyie mimi future za kunikata moyo. Mimi nimechoka kwa maumivu. Umesahau Kelingi, miaka 10 iliyopita. Unataka kustopisha kihivi ase? Anasema sitaki kustopisha. Nataka kuolewa. Nataka kuwa stable life, yani kuwa na mwanaume ambaye na manage mwanaume wangu. Ndoto zako zinakuja kuwa kweli? Vipi kuhusu mimi ndoto zangu? Nimekaa na wewe miaka 10, umenitumia kwa muda wako unaotaka wewe. Asa vipi unataka tena mimi niendelee kusubiri ndani ya miaka 10 zaidi? Siwezi kusubiri tena. Siwezi kusubiri tena. Keling! Keling tafadhali subiri kwanza. Mama Sanganga amechemka. Ndoa haipiti wala nini, lakini leo alikuwa amekuja na pete ya kumvisha Kelingi. Mambo haya. Kumbuka kitu kinaitwa Kung Fu Fight, na ni sauti ya mwana wa mbamba, sauti ya Tanzania, sauti ya simba dume ikinguruma kwenye maiki. Aliita Kelingi huku na kule, maana Kelingi hakujulikana alipoelekea. Basi mtoto wa Mr. Hung, bibia Alice, aliona huu ndo wakati wa kumfuata huyu actor hero shujaa. Anasema Kelingi, najua unadanganya, najua tu unadanganya, nitakukuta. Ina maana hamna kitu utafanya na yule mwanaume, mimi najua ufanyi kitu. Asa kwa nini unanitesa hivi Kelingi? Kwa nini sasa? Mimi nashindwa kuelewa. Wewe superstar kama wewe unateswa na mwanamke mmoja.
Sasa kwa nini unafikiria mfanyakazi wa ndani? Kwa nini sasa unamfikiria mfanyakazi wa ndani? Wacha wewe, nyamaza. Hebu jiangalie wewe. Keling. Sitaki kukuangusha wala sitaki uende. Sihitaji nikuache uende. Siwezi kufanya peke yangu. Siwezi kuishi mwenyewe. Unajua kabisa. Mimi unanipa wakati mgumu kuchagua mapenzi na ndoto nilikuwa nikichagua. Kiukweli ni ngumu sana kwangu. Eti nichague penzi au nichague ndoto? Yaani kile nilichofikiria. Amepiga tungi. Anasema usinilaumu Keling. Binti basi anachukua nafasi anasema hilo. Shujaa. Una mimi lakini. Anageuka jamaa amelewa, sauti ya kike zote anazifananisha na za Keling. Anasema Keling. Bwana. Akajikuta amedondokea hapo. Basi kulipokucha asubuhi, jina bado ni kubwa sana. Matizi ni makali. Basi huyu bwana akasema nilikuwa nikitafuta ndoto ya kufanikisha. Maana peke yangu kama nimepoteza nimpendaye, nikilibidi nifanye mazoezi kwa kasi sana. Lakini katika TV ya leo kuna mtu ambaye alisiweka box record na huyu bwana ni mtu mkubwa sana. Sasa akajitangaza kwamba anaweza kumwangusha mkali ambaye wanamuita Changli. Anasema wewe ni superstar, tuambie huyo mtu ambaye anapiga kumfu ni nani? Anasema mimi napiga kumfu ya kweli. Basi mpiganaji superstar yuko na bibie mzuri anamuita Alice. Lakini sasa kipindi cha nyuma Lee Sang alitambulishwa kwa mtu mkubwa sana. Sasa kuna amerudi mkali. Sasa wakati huu tunakwenda kumtambulisha mtaalamu katika Hollywood Kung Fu Fight. Ataikava dunia kwa maana China ndio ina cover kwa sasa katika upande wa mapigano. Bwana anasema kuna mwingine Kung Fu Zhandou Ji. Anasema mimi ni Kung Fu Fight. Huyu ndo misili mwenyewe, yani mwenye kufaa. Hakuna atakayeweza kusurvive mbele yake. Basi akajisifu mbele ya bibie Alice kwamba hakuna mwanaume anaweza kusurvive mbele yake. Angalia sasa kule. Katika kutembea tembea kuna bwana mmoja yuko anapiga mtu kinyama afu ni mwalimu anamfua. Anaitwa Peter. Anasema Peter vipi? Anasema nina hasira, kwanza nimechukizwa sana. Hawa China wanacheza move kiboya hapa. Nimekuja kuweza kuwafundisha kung fu ya kweli. Maana nashangaa tu wanacheza move ambazo hata hazina mikorongoto. Hasa nimekuja na kung fu ambaye ni kung fu ya kuweza kuwafundisha wa China wote wajue kwamba wanaweza kuishi. Anasema je, ni nani ambaye anaweza ukamshinda? Anasema yoyote ambaye anataka challenge. Mimi niko Mr. Peter, napokea challenge. Nampiga knock out. Hizo kung fu zao changa zisizo na misuli, mimi nawapiga knock out. Hiyo TV inaitwa YL TV. Anasema mimi namrespect Bruce Lee tu, lakini wanyaturu wengine wote napiga kwa sababu mimi ndo martial art jet can do. Mimi sasa hivi Chinese kung fu naitandika, yoyote anayekuja namtandika, akija kuja namfinya. Mtu ambaye anajidai sijui Hector nampiga. Inatosha. Asema pumbavu kaingia sana wewe. Chenjing. Anasema Peter ni crow. Sasa lazima hapa tuangalie kwa sababu inasemekana katika upande mwingine atakuja kuhamisha wale ambao ni wacheza filamu ambao ni maadui zetu. Kama Peter akisimama upande wa pili na ameshajitoa kwenye media ataweza kumwangusha kumpiga kung fu wetu. Itakuwaje? Lazima tumpige kumuua huyu fara. Anasema jamani, labda kweli Peter ana kitu. Sasa tufanye nini? Mimi naamini kabisa mpiganaji wetu atampiga, atamwangusha kwa panchi mbili tu Peter. Muangalieni midomo yenu tena muifunge. Wengine wapambane, wengine asipambane. Sasa
坚决打。想问问大家， labda niulize swali. 我们要彼得这个小插曲 Peter kama haizi kupea, 做什么呢？ sasa nini tunafanya kinachofuata? 为了打造一 Sisi tulikuwa na Lisam mwanzoni, sasa hivi tuna Shujaa ambaye tumekwisha kumwandaa. Sasa tutakuwa na plani feki kila siku mpaka lini? 打浪的。对呀，是。 Ni kweli. Mkali sasa mawazo yakaanza kuingia. Baba anataka kupigwa chini kwenye nafasi yake. Hawe? Sasa Mr. Cheng anahojiwa. Tuambie utamfua umfui. Tupe habari, tupe ripoti. Kila mtu anataka kujua kuhusu hizo Chinese action. Tuambie bwana, utamfua utamwacha, utampiga utamuogopa. Sema baba. Nakubaliana na challenge. Baba. Wewe utaongeaje kwenye media bila kutaka kampani na wenzako? Kwa sababu naweza kumfua. Maana yule ni Pepper Tiger. Mimi nampiga mpaka chini yani. Maana kila mtu nasikia sasa hizi kelele za taifa pamoja na soko. Maana kila mtu anasema hero. Sasa itakuwaje katika hali ya kuweza kuitafuta nafasi? Kama ukishindwa, kumbuka ukishindwa utapoteza na mafansi wako, utapotezwa na muonekano, utapoteza hata na kampuni itaanguka. Maana utalipa kwa hasara kwa kila ulichopata. Utailipa kampuni na utaitia hasara. Bahati mbaya utakuja kutokea huna kitu kama ukishindwa mpambano wa mtu ambaye sio lazima kupigana naye. Wacha mimi niitilie uangalifu ili swala. Wewe tulia kwanza, usikate tamaa. Wewe uliniambia kwamba mimi ni kung fu fighter. Sasa vipi niogope mtu kupigana naye kwa sababu ya kushindwa? Ya nini sasa? Peter, hamna kitu. Wewe, nakwambia hivi. Kumbuka huyo jamaa anatafuta promo, anataka kujipromote zaidi yako. Kumbuka kwamba tutapoteza mengi, tutalipa vingi sana, tutalipa kwa hasara. Una maana gani ya kuhangaika na yote hayo? Hakika mambo ilikuwa ni tight. Kila mmoja, sawa, nitakuonesha kitu safari hii. Baba vipi? Asira au? Sasa ngumi inapita ndo zinazofuata. Hii picha ndipo ilipokuwa imeanzia hapa. Mwanzo kabisa wa picha ndo ilianza katika pembeni ya ufukwe. Kumbe mchumba alikuwa amekuja na gari wakati huo. Alikuwa amempakia mkali ndani ya ndinga yo. Mr. Cheng. Lakini Peter alikuja, hiyo gari kwanza ni ya kimatambo, inafunguka kimtindo. Wewe ni shujaa. Usishindwe. Hero. Jamani hero. Akambia tulia Chadema mama. Amkalisha mtu. Sasa mechi ilikuwa iko hivi. Ubwana alikuja na belti. Belti ambayo unaifunga tumboni kama tulivyoona mwanzo wa picha. Ni kama hii belti nitakiwa iweze kuivaa. Naambiwa vipi unaivayo? Alafu anapiga cheni hapo. Na yeye anajipiga cheni. Kwa hiyo ina maana hapa akimbii mtu. Kajaribu kuikaza, mara akamvuta, akampa kitu. Yaani mzigo wa ngumi yani. Balaa sasa ndo lilivyoanza namna hii. Pigwa yoko ya hewani juu kwa juu. Sasa binti anaangalia hii balaa itakuwaje. Kila kijaribu shujaa kule akainuka bwana. Tupo huko. Kija na lengo. Shujaa vipi? Binti anacheki mechi. Shujaa anapata kazi ile mbaya. Yaani anafinyika yani. Sasa ni mambo ya stop kick mayoko.
mambo ya maisa geli mapanchi, jeb machine tu. Stop kick hiyo. Woo! Pigwa washi mdundiko kule. Yaani hapa ni hatujulikani ya mzee. Bado. Piga drop kick anaikataa juu kwa juu. We! Piga washi anagomea. Akazunguka 36 mtamadume. Wanaita shabara hiyo. Akazunguka naye baba. Nini? Ha! Sasa mwenye mwendo kasi mzo kizuba hapo umekwenda na maji. Inabidi ujitetee. Hali sio hali bwana. I say. Shujaa wetu alikazi anayo. Shujaa kila kinuka anakuta amebanwa. Akapigwa kabali hiyo. Pigwa Isageli ya down hiyo. Jamaa kazunguka naye mzee. Piga Isageli za huku na huku. Piga MP. Basi alikatwa tofali hiyo. Pigwa mzee stop ya chinchini. Mwanaume anamuita Peter akaamua kutoa na t-shirt mazima. Nichemka. Anakuja mzee. Huyo. Akamvuta kwanza huko akamtolea na ukuta. Pumbavu wewe. Sasa akapiga mtama namna hiyo. Hiyo kabali ameigomea. Sasa Peter ana nguvu zile kicheze, alafu ni mwepesi, akampiga hiyo mtama wa kispoti. Aya, mama anaona shujaa ameenda na maji. Shujaa anashindiliwa vitu. Pigwa kabali mashine. Shujaa anaonyesha huruma. Binti alipoona hapa hamna kitu hapa. Shujaa wake amenyongwa namna hii, akamwacha. Jamaa alipoona binti amemwacha, hata na nguvu zikamuisha sasa. Maana yake ni kwamba ameshindwa. Jamani, mwisho tumejua location ya hawa watu wanapopigania ni wapi. Wakati gari inaondoka pale chini ameachwa shujaa akiwa amelala. Jamaa anachukua mabegi yake yale ya cheni na nini, anatembea zake mbele. CV imeharibika tayari. Mambo yamekuwa magumu, alafu istoshe hali ni mbaya kwa shujaa wetu. Kwa kifinyo alichokipata, Eki alikuja kukaa naye hospitali huko. Lindong, Alice 已经去了。 Lindong, 永远不在。 eti nasikia Alice yule manzi amerudi zake Amerika. Hata hajakuulizia tena. 新华公司已经和你解。 Yule ambaye ni rafiki yako anayekupa kampani. 坚强点。 Kwa hiyo ina maana vipi hakukudanganya? Sababisha mwanamke wake ameondoka alafu kaachwa solemba. Superstar ndio hivyo tena, ushakuwa mzigo wa mwiba, hali ishakuwa mbaya. Baada ya kupata nafuu, alikunywa sana pombe nyingi, tena pombe kali sana. Huku akipiga kelele tu bila msaada wote. 喝酒能解决问题吗？ Asa alcohol inaweza kutatua matatizo. 你走开！ Niache mwenyewe, potea. Lete hapa mbavu. Wacha kunywa. 当年的城里 Chang Lidong, 敢做敢当， umekuaje? 打死的人， Wewe si ndio yule uliua miaka 7 iliyopita unaona kesi? 自己的梦想 Sasa vipi unakata tamaa kwenye ndoto zako? 这样。 Jiangalie. Chang Lidong alisohali. 一无所， Anasema sina, 你知道 nao sina chochote. Akamtupia kwenye maji huko. 你不是唯一一个有过去的人。 Wewe ni mtu ambaye unatakiwa uwe na historia. Historia maana yake uwe naambatana na vipindi vya vizito, vigumu na mafanikio huja 这 baadaye. 样的人都没对社会。 Hebu niangalie mimi. Kama ningepoteza imani ningeishije mimi? 你不是国父战斗机 Mbona kwa mfu yako bado sio mbaya? Unaweza kupambana tu. 了，你就是英雄， Simama 打 tena. 不起来。 Simama. 高雄 Inuka hapo ulipokaa ni pakijinga, unakalia pombe. Utalewa masaa yote, manake utakuwa si mtu wa kuweza kufanya kitu.
Pombe ni mzunguko wa kukutoa kwenye dunia ya kawaida na kupeleka kwenye dunia ambayo haishurutishi mwili, alafu unakuwa una rest tu masaa mengi sana, maana utakuwa umelewa tayari. Basi alichoamua kufanya huyu bwana, aliamua kupanda gari ambayo ni luxury moja, city bus, tourist city, basi ambayo huwa inatembelea mjini mara kwa mara. Basi gari hili kwenda paka kwenye mashamba ya mpunga huko, akapanda kibajaji akafika maporini, anatembea huko mbele kwa mbele. Baada ya kufikiria mengi sana, mkali aliamua kuchukua uamuzi. Vitalu hivyo mzee, majaruba ya kutosha. Baba aliamua kuja nyumbani kwa kina bibie Kailing. Babake na Kailing ni mgonjwa, yuko hapa. Basi Kailing baada ya kumuona mkali amefika nyumbani, aliamua tu kumpisha ingie huko ndani, maana bado hakuna mawasiliano mazuri kati yao. Mapenzi bado yana dosari, ungangano umeingia mafuta taa kidogo. Kwa hiyo kuna hali ya marekebisho inatakiwa. Basi mshikaji aliamua kuja mpaka nyumbani kwa mkwe, baba mkwe wake, kuja kumjulia hali huko. Mzee huyo hali yake naye sio nzuri sana Dingio. Piga dawa kimtindo katika hali ya kurejesha afya mahali pake. Anakumbuka anasema kipindi hicho, unataka kuja kuwa star. Kailing anataka stable life. Sasa wewe unataka kuchagua kuwa movie star. Maisha yako yatakuwa maisha gani? Kumbuka maisha huyu mzee kwa kipindi kilichopita nyuma. Maneno ambayo alikuwa akimwambia kipindi chote tu kijana huyu. Basi akaanza kupiga kazi hapa nyumbani kwa kwenda Kasian. Yaani kupiga kazi kwa kwenda Kia. Kwenda kule kwa Isarango kuvuna. Sasa utafanyaje, hali ishakuwa tete. Tafuta hata vijaruba huko kwa kina Alimkomanzi, unavuna hata kipimo 10 kwa 20. Kimtindo life linakwenda. Sasa anaangalia kuna mwanamke anamchukulia uangalifu mumeo balaya. Kumbe anapenda hali. Nafasi yake ya kike anaitaka sana, lakini ndio hivyo tena, baba Sanganga eleweki. Mambo ni huku na kule. Noma sana. Hapa kijijini ni sehemu ambaye ndio maisha hayo yalipoanzia kabla ya kuelekea mjini kwenda kutafuta maisha mengine. Basi walikuja kwenye daraja moja hawa wapenzi wawili ambao penzi lao liliingia dosari. Ndio naambiwa kati ya wapenzi wawili, ili maisha yenu yaweze kudumu kuwa marefu, lazima mpenzi mmoja aweze kumuelewa mwenzake, au na wewe pia umuelewa mwenzake, yani muelewane, ndio mnaweza mkaishi maisha marefu. Walikuja kwenye daraja ambalo daraja hili tangu utoto walikuwa wakijaga hapa. Hili ni daraja ambalo linaitwa Bridge Marriage. Daraja ambalo limejazwa kamba nyingi sana ambazo zinaonekana ni za watu ambao walifunga ndoa za maisha. Yaani walifunga ndoa wakafunga kufuli zao. Yaani ndio ishara kwa kipindi hicho walikuwa wakimaanisha hivyo. Unakuja na kufuli yako yenye kamba jekundu unaifunga hapa. Anakumbuka sema Kailing, mimi nakufunga kwa kufuli yangu hii milele daima. Kweli? Alafu funguo unatupa wapi? Kwenye maji. Kwa ile kufuli na kwa inabakigi hapo. Wao kumbe walishafungaga ndoa japo ilikuwa ni ya utoto. Sasa mama anataka ndoa. Anasema sasa
nimeona kila kitu unafanya kwa ajili ya jambo langu liwe jema. Asema nimefurahi ulivyokuja nyumbani. Yaani nimetumai sana. Bwana alikaa huku nyumbani mwaka mzima bila kurudi mjini. Ina maana alibadilisha maisha. Brother Lingdong. Eti kuna habari ya kuhusu wewe kule kwenye TV, twende ukaone. Habari kwenye TV, twende. Anasema wakati huu nimekuja Shanghai kupromote filamu yangu mpya. Yule mcheza filamu Chajing alikimbia. Si mtu ambaye anaweza kunidefeat mimi. Kama kweli yeye ni mwanaume, kwa nini ajioneshe? Maana yule haniwezi kinguvu, kipesa, hana moyo wa Kung Fu movie imeinuka sana kwa upande wa China. Ni kwamba ili mtu aweze kupromote, mimi ni kwamba nafanya movie ya kweli. Watu wanapenda kuangalia movie ambazo zina Kung Fu ya kweli, sio kwamba wanaangalia movie za Kichina, hapana. Wanaangalia movie zenye Kung Fu ya kweli. Mzee uko anakula shishi, unajua shishi wewe? Wewe ni really Kung Fu kweli wewe? Mara ameingia Li Kui. Sasa kama kweli wewe ni Kung Fu kweli, hebu pambana na China's spirit people kama mimi. Poa, njoo nitakufix. Kuja kapewa. Sasa bahati mbaya watu wanamshika mshikaji. Ni mkali Li Kui. Sasa watu kumshika Li Kui naye jamaa anamvamia. Akimtupa huko watu wanamshika. Ase bahati mbaya watu alivyomshika akashikwa mguu. Akapenjuliwa mguu. Kocha. Akampindisha mguu wezi amini. Haya, sasa anaamka. Mguu hauamki. Amka sasa unipige. Kuna mwingine. Kama mtu anataka challenge na mimi aje sasa. Ninakubali challenge ya fara yote. Jamaa anataka kuinuka, mama anambia tulia baba najua mzuka unao. Unaweza kupigana na video eti. Maana na machungu vibaya mno, afu akicheki ndo mtu alimwangushaga. Basi akiwa amekaa mwenyewe mara baba mkwe alikuja. Unafikiri nini kijana wangu? Nafikiria kwa nini watu wanakuwa na wasiwasi sana duniani? Hebu niambie, kwa nini nyota ziko nyingi sana kule mawinguni? Kwa sababu wingu lina ukubwa mzito sana kuhifadhi nyota. Binadamu pia wako hivyo hivyo. Kama una moyo mkubwa, lazima huna uoga. Kwa hiyo ukiwa na moyo mkubwa, unaweza ukahifadhi kila kitu moyoni. Balaa, misiba, na vyote ukavichukulia kawaida. Basi anasema mimi ni Kung Fu fighter ambaye niliwahi kupigwa na mtu anaitwa Peter. Jina langu la kweli naitwa Chang Lingdong. Baba yangu ni mkulima. Na mimi sio yatima. Mimi nashukuru sana kwa yule mzee baada ya kunishauri. Ameniinua kwa mawazo mazito. Ni kweli niliwahi kuua. Miaka 10 iliyopita nilijiunga katika event za ngumi. Na nilimmuua mtu mmoja anaitwa Li Wu bahati mbaya baada tulivyokuwa mazoezini. Nilimpiga bwana na kesi ya kuua ilikuwa nyuma kwa miaka 7. Nilihuzunika sana kwa dhambi yangu hii. Lakini nilijitahidi sana kuwa makina huyo mtu kumrejesha, lakini haikuwa bahati. Kiukweli naomba radhi kwa kila mmoja. Kwa kila mwenye kuweza kujua haya na asiyejua naomba anisamee. Naomba radhi sana sana Mr. Li Kui. Niwie radhi mimi mwanaume mwenzio. Basi baada ya kutoa historia yake ya kweli akatoa heshima. Naweza kusema radhi kwa mafansi wangu kwamba nilikuwa na mchumba wangu nilioishi naye miaka 10 iliyopita. Nafikiri namshukuru sana na pia nampenda sana, anaitwa Kailin. Kwa aliomba radhi kwanza kwa mafans. Anasema leo sasa nataka kuwa na ukweli na uso wa kweli na mambo yangu ya kweli. Nataka nionyeshe Kung Fu ya kweli kwa sababu nitakuwa muwazi. Nitakuwa nikipambana nikiwa famous actor kama Bruce Lee. Na ninahitaji kuweza kuispare Chinese Kung Fu, yani kuichomoa Chinese Kung Fu na kuipandisha juu.
我正是向彼得 Kwa hiyo nalikubali pambano langu mimi napita. 行动证明 Nahitaji kuweza kuprove na kuinyanyua China juu sana. Basi kwenye kumbukumbu la kaburi la kaka la mdogo wake na Li Kui, ndugu yake na Li Kui. 你不要去打了，你根本就不是。 Usiende bana, huu mwezi huu jamaa. 那你为什么要去打？ Kwa nini wewe ulipigana naye sasa kama unajua mimi si mwezi? Jibu hakuna. Manake ni kwamba ana machungu na taifa la China. Anataka kunyanyua hewani bendera ya China kumnyofoa bwana mwenye asili ya Kiyahudi. 我也是。 Anasema wewe ni Mchina na mimi ni Mchina pia. 以前的比赛， Anasema kabla ya yote nilikuwa nataka kutole ubinafsi alioweka. Ili challenge sio kwa ajili yangu tu. Sio kwa ajili ya mimi. Kumbuka naye alitenguliwa mguu kwa faulu za kushikwa pale. Kwa hili challenge ni challenge la taifa na wa China kwa ujumla. Wanasema kwamba ukiwa mcheza mpira basi lazima ufanye zoezi la mpira. Na zoezi la mpira litakufanya kumiliki mpira ipasavyo. Ukiwa mcheza ngumi lazima ufanye zoezi la ngumi iweze kumiliki mwili wa binadamu. Mfanya zoezi wa ngumi pia ana ufahamu wa kidaktari kwa undani zaidi. Inatakiwa kujua jinsi mwili wa binadamu ulivyo ili uweze kumiliki. Sasa ili uweze kumshinda binadamu ambaye afanye mazoezi lazima wewe uwe tofauti. Leo anakabidhiwa gari. Avute gari. Na maana jomba anamkabidhi gari hilo. Ngoma itakuwa ivutwe hiyo. Raundi ya kwanza alivutwa yeye. Akapelekwa yeye. Pelekwa kweli mwendo kasi. Hey! Come on. Basi mara nyingine tena charge hapo. Watu wanaruka kamba kwa kwenda kia. Msamba ni wa kutosha, solo wa kubabia kama ule wa kwako. Alafu jeb machine usiulize, padi zinashikwa kimtindo. Watu wanaofahamu. Nakuja hatimaye raundi ya pili. Hey! Inuka fara. Huwezi shinda vita bila kuweza kuwa na moyo mgumu. No pain, no game. No pain, no gain. Bila maumivu huwezi kupata kitu. Drop kick hizo zilikuwa zinaitwa hizo. Inuka! Inuka wewe, twende. Ni mwendo kasi baba. Unakuwa unazuia kimtindo na sereka huko unatupa mkono. Inasema inasaidia sana. Woohoo! Hizo yoko hizo. Leo ni speed mwendo kasi baba. Hapo je? Anafundishwa zile kabali zile. Umeona hiyo? Hiyo mwanaume ainuki hiyo. Namna hiyo. Push up ndo usiulize, yani ni za kushanta. Sasa leo ni siku ya kuvuta gari. Vuta baba. Alafu ni kwenye kigongo. Twende, mimi sikanyagi break, twende. Mwanaume anavuta ngoma hiyo. Vuta wewe. Haya. Twende. Baba. Ali si mchezo. Charge up. Mshikaji ana mshoti gani anashikilia. Wewe chaji, Langdong chaji. Utakuja kujuta. Jamaa anampasisha. Big anaona kweli ngome imeiva hii. Ukikutana naye unaweza ukafa. Cheki knuckles hizo. Yaani zinachubuka. Piga ngumi mpaka knuckles zinaiva. Wewe wacha. Leo gari linaenda tu kimtindo bila shida yote. Jamaa yuko juu kabisa hapo. Baba! Hapo! Bwana unaweza wewe? Ukitaka kuishi maisha marefu yasio na mboga za homa lazima ufanye mazoezi. Yaani lazima ujiweke safi mtu yoyote yule. So wa kike so wa kiume. Asema sasa tomorrow ni siku ya race. Media zote zitakuinterview katika films. Na hakika asema nashukuru sana bro. Nataka nikae kidogo hapa mwenyewe. Mwenyewe au kuna mama nani? Kumbuka kesho lakini. Poa. Yes sir.
Mama Sangangali kuja kimtindo, katulia hapo kidogo. Bibia anamuita Keiling. Picha kama hizi zote ni saizi yangu. Yani ukiona picha kama hii imetangazwa alafu ikufurahishi, unanipigia simu chap, alafu nakupa mwongozo, unanipa jina na irekebisha ili picha zote ziwe katika muktakabali wa muonekano mzuri na zenye sauti ya kupendeza na pia zinaeleweka. Maana kuna watu wengine bana, acha nisiseme. Kila mtu ana kitengo chake bwana. Haya hizi zina wenyewe hizi ni za kina Mwana wa Mbambadu, kina sauti ya Simba, sauti ya Tanzania. Amekuja sasa. Aha. Wewe, hiyo ni salamu msalimie bibio. Balaa hapo bado alijaanza. Leo ana machungu mzee na huyu Pita. Pita kama kawaida mchezo wake ni ule ule. Akashuka paka chini. 很久不见， Hatujaonana muda mrefu bwana. Hii ndo zawadi yako. Kamata gloves akazinyaka chap. Mkanda kama kawaida vipi? Poa. Kamvalisha jamaa yuko kama boya boya. Pigwa kichwa kwanza bilani. God damn. Say, yeye amemwai mpaka mchuzi ukashuka. Akamvuta. Pigwa moja mashine akaigomea hiyo. Akazunguka punch hiyo. Piga Iza Gale mashine. Iza kipepsi mzee hicho MP hiyo. Ala anaruka mzee jamaa akamvuta. Hii mnyororo inamsaidia sana upita. Akamzunguka naye. Petuka. Leo Pita leo kazi anayo. Leo? Ha. Nani mnyama? Pigwa mashine moja ile ile akalipa. Ile ya siku ile. Nataka kumshindilia uso jamaa kama anataka kuomba radhi hivi. Vipi wewe? Toka. Ameinuka na buku. Ha! Nyanyua juu kwa juu. Kule. Changli kazi anayo. Changli Ndongo amenuliwa juu. Pigizwa chini. Hajakubali naye akampiga mtu mkasi chap. Vuta kule. Mwaga upande wa pili huko. Sasa pigwa shabarai hiyo. Mewashi za chini. Pigwa mzee Yoko. Dondoka kwenye mapipa huko. Paka ana hema maana hii mechi ya leo ni tight. Jomba kapanga mzee kila kinuka mguu na uma. Kafanywaje mguu? Wanasubiri majibu huko. Nini kitaendelea kwa sababu hali ya huko ndani ni tete. Sasa kati amelala chini anakumbuka tangu alivyoanzaga mazoezi, anakumbuka siku alipigwa kama mtoto. Anakumbuka siku aliomba msamaha kwa ndugu yake bwana Kui. Anakumbuka jinsi Likui alivyovunjwa tenguliwa mguu. Sasa analala chini hapa analalia nini? Kisa kamguka nauma kidogo. Pumbavu. Kaamka na buku. Hilo hapo. Huo mtama huo mzee. Wewe. Shambulia jebu tie box. Ngumi cherehani hizo. Akakamatwa mzee. Kule kanyofoka na koti la mtu. Njoo. Ngoma imenogaje? Washi. Piga yule mguu mbovu. Pumbavu. Kamata mguu. Piga kazunguka nao. Tao kamata ile kabali dume. Achalini mbisha kamshambulia kwanza ngumi za chap. Jiga hiyo moja akakumbuka alipigwaga ngumi akakalishwa down. Kumbuka siku sema nataka kupigana. Alafu nafasi hamna. Anakubalije mzee? Mwaga huko pumbavu na robo. Vipi hapo? Sasa hapo ni mwendo kunyemeleana. Kuda. Huyo. Series 36 hiyo. Alafu unaingiza spini moja matata. Yaani ukisikia 336 ni 300, yani 336. Kamata hiyo kabali mzee. Hiyo kabali unashikwa mahali mpaka na mnyororo. Yaani jamaa anafanya kuinua sehemu fulani tu juu. Alipigwa kabali hiyo ya chuma mpaka katulia.
God damn. Kweli alimfua jamaa yuko hapo chini kalala, yeye kainuka kasimama. Anapewa mkono kuonesha kwamba huyu Mchina lengo lake lilikuwa ni kumwangusha tu. Ana shida naye. Ameiva. Pita kaiva nyanga nyanga. Haina noma. Zamu yako bana. Zamu ya nani leo? Kabidi amwachie mshikaji kikombe. Utafanya nini sasa? Sasa kabla ya tukio la kwenda kupambana halikufanikishwa, au kabla lile tukio la kwenda kwenye ngumi wakati wa ule usiku, mama alikuja siku hiyo. Kumbuka mwanamke anampingaga mshikaji kila siku asipigane. Lindong. Lakini leo alimwambia Liang Dong, fikiria sana kuhusu mpambano wako wa kesho. Sema sawa. Lazima ujitahidi kwa uwezo wako wote. Sawa. Keiling. Anasema mimi sasa hivi niko tayari kwa hiyo race ya kesho. Yaani nataka nifanye kitu amazing. Sawa Sawa. Kwa hiyo anasema sasa hivi nimefurahika. Kwa miaka mingi mwisho umekuja kunielewa leo. Nimeishi na wewe miaka 10, umeninyima nisifanye ngumi, leo umenielewa. Basi nitapigana, nitapambana kwa hali na mali kwa ajili yako pia na kwa ajili yangu. Kumbe mama alimpa moyo ase. Unajua kuna mioyo mingine ukipewa unaweza uua hata mnyaturu eti. So mwenzako anafanya kitu chake alafu unamwangusha, unakuja unamchenchia. Ile pete ilienda kulinuliwa, ndoa ikafungwa kwenye lile daraja ambalo daraja la kufungia ndoa, daraja kufulilo. Wewe mama alishangweka, maana ndicho alikochokuwa kikitaka kwa maisha yake yote. Basi shangwe ilifanyika, shangwe vigelegele vya kutosha. Watu walikula wali na mchele ukapakuliwa, na mwisho picha nayo ikachukua nafasi yake kuisha. Kumbuka ni kama kawaida watoto wa chini ya reli, nikiwa niko na fundi mitambo Young Asbati. Anazidi kufanya mambo kama kawa. Tunazidi kuiwakilisha vizuri sana Tanzania katika kazi zetu hizi hapa. Kumbuka hizi ni zile sauti bomba kabisa, sauti ya Tanzania, sauti ya Simba Dume, Heavyweight Voice News 360. Mwana wa Mbambadu 0764125573 ndio mpango mzima. Katika hali ya kuweka mambo safi. Wewe tupigie simu tu kama kuna kitu chako na kimaindi, kitu tutakurekebishia tu, maana hizi ndizo kazi zetu. Usiku mnene sana ila mambo bado yanajipa tu. Anaambiwa kikomaa kiuangalifu mambo yatajipa. Piga kazi ni kazi kiuangalifu bila kumwazia mtu yoyote. Basi hamna shida, twende kwenye kitu kingine. Kigongo ni kikali sana, kiko hapa kinafuata. Yaani ni single mfululizo. Single mfululizo. Ukiona unataka kali nyingine kama hii, wewe piga 0764125573. Hapo hapo ulipo tutakupa mwongozo wa kwenda kupata picha kali tu za Mwana wa Mbamba. Ili kuweza kujipatia vitu vilivyotafsiriwa kiufundi kama hichi hapa. Hebu twende basi katika vitu vingine vikali sana. Mpaka hapo niseme ciao.